أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, karibu katika kipindi chetu cha ladha ya Ramadhan. Na leo katika maandalizi tutakuwa ni wenye kuwatayarishia mutton kabsa rice, chakula ambacho asili yake ukiangalia ni upande ule wa Saudia. Ni chakula ambacho kiko common kule na ni chakula ambacho kienda kuangalia kinaenda kufanana kama na pilau, lakini kiko na extra spices, yani kiko na kuna zile viungo zingine ambavyo vinatumika zaidi ambavyo havitumiki katika pilau. Na kama jinsi unavyoona tuko na ile pressure cooker, tutakuwa ni wenye kutumia ile pressure cooker sababu tunajaribu kimbizana na masaa, iwe yatalingana na masaa yale ya kipindi, lakini si lazima uwe ni mwenye kutumia pressure cooker. Unaweza kutumia normal sufuria uichemshe kama nyama yako unachemsha tu kwa muda. Na pia vile vile tutaweza kupatiana tips ambazo mtu unatumia for safety usage ya ile pressure cooker yako. Kama jinsi unavyojua, watu wengi pengine sengine utasikia mtu anakuambia kwamba naogopa kutumia pressure cooker sababu huwa zinalipukia watu, lakini pressure cooker with proper maintenance na proper usage huwa mara nyingi unaweza utaitumia na itakuwa ni yenye kusaidia na bila ya kuwa ni yenye kuwa na madhara katika matumizi yake. Kama jinsi unavyojua, jinsi inavyoitwa pressure cooker, kuna lot of things. Pengine naona ni wakati tutakapoanza mapishi tutaweza kugusia ni part gani zile ambazo ni za safety ambazo unafaa kuzitilia maanani, ama ni process gani wakati unapoitumia, ni vipi unafaa kuitumia. So tutaweza kuongezea. Na bila kupoteza wakati, kama jinsi tulivyosema, tutakuwa wenye kutayarisha kabsa rice, ambapo kama tulivyosema ni chakula ambacho kimetokea origin yake upande wa Saudia. Ni taenda directly katika zile spices tu ambazo tutakuwa tunatumia leo, yani ingredients kwa at large. Kuna kitunguu maji, onion, tuko na tomato. Hapa kwa upande huu utapata kwamba tuko na tatu, kama jinsi unavyojua vile jinsi unavyopenda kutumia. Tuko na miti ya dania, kuna hoho na kuna ile pati ya majani ya ile dania. Kumbuka kwamba dania na hoho ni optional kama unataka kutumia, ama unaweza pia kosa kutumia ile dania ama hoho. Miti tutatumia katika mapishi, yani ile the stemmy part of the dania, na pamoja na hii tutatumia pamoja na yani ile pilipili hoho ama pilipili bofu kama vile wengine wanavyoiita, tutatumia katika mapishi. Then dania ile pati ya majani itakuwa ni kutumika wakati wa kugarnish. Vile vile tuko na tangawizi, tuko na tomato paste, kuna garlic alafu upande wa spices na herbs tuko na whole spices na tuko na zile ambazo ziko tumeshazisaga, yani ziko in powder form. Tuko na bay leaves kama jinsi unavyoona, kuna garam masala, tuko na turmeric, kuna paprika na kuna nutmeg, yani kungumanga. Alafu kwa upande wa whole spices, mbali na ile kwamba upande wa herbs tuko na bay leaves, kwa whole spices ukiangalia tuko na jira, kuna baada ya jira ukiangalia, maana jira ukiangalia zetu ziko nzima nzima. Tuko na coriander seeds, kuna black pepper, kuna iliki, kuna karafuu ambayo ni cloves, kuna cinnamon sticks, na vile vile tuko na dried lime kama jinsi unavyoona, yani ni ndimu ambayo imeweza kukaushwa. Kumbuka sio limau bali ndimu ambayo imeweza kukaushwa kwenye jua, alafu ndio inatumika katika yale mapishi yetu ya leo. Vile vile kama unavyoona tuko na chumvi kawaida katika mapishi yote, isipokuwa ni yale mapishi yanayotumia sukari, lakini kwa mapishi mengine
ile michuzi ama pengine ni wali ama zile vitu vinavyotumika jikoni, hususan yani chakula main food, utapata lazima uwe na chumvi yako na mafuta ya kupikia. Kuna nyama ya mbuzi na vile vile tuko na mchele ambao utatumika katika yale mapishi yetu ya leo. Naam, moja kwa moja tutaweza kuenda katika kuanza yale matayarisho, na kama jinsi nilivyosema, tulisema kwamba tutaweza kuoneshana ile pressure cooker. Ziko aina tofauti tofauti, brand tofauti tofauti, na kwa kila pressure cooker kwa hakika pengine utapata zingine ziko tofauti kidogo. Kawaida zote ziko na ile valve ambayo inaweza control pressure, inafunga pressure, na inapokuwa yenye kuzidi sana utapata ni yenye kuja juu ili iweze kurelease ile pressure iliyoko ndani. Pengine unaweza pata katika model zingine pengine iko kwa kando, lakini lazima utapata kuna ile knob ambayo ina control ile pressure. Kwa upande wa ndani utapata kwamba iko na ile raba ambayo ni seal yake ya pale, kama jinsi unavyoona, huwa ni yenye kuingia na kutoka, na wakati unapofanyia usafi ni huo ni mwenye kuitoa, unaiosha na unaweza kurudisha kwa ndani. Pia hii inasaidia kufunga ile hewa pale ndani, hewa ya moto, na ndipo inasaidia kufanya ile nyama yako iwe yenye kuiva kwa haraka. So vitu viwili vya kwanza ambavyo bado kuna, ukiangalia kuna zile grooves, yani utapata haiko straight, kuna ile ambayo imeingia ndani na nje, na ukiangalia imeweza kukunjika kwa ndani kama jinsi unavyoona imeweza kukunjika kwa ndani, na upande wa sufuria utapata ule upande ambao umeingia kwa ndani huo unakuja kuingia, yani una lock katika ile sufuria kama jinsi unavyoona. So wakati jambo la kwanza utakapoona kwamba pengine ile sufuria yako imelika katika zile edges ya ile sufuria, ama kama si haijakulika katika edges, katika ule mfuniko wako kwamba hizi kwa mwisho wa ile edge ile sufuria unapata kwamba imelika, inafaa uwe ni kuwa mwenye tahadhari, sababu hii ndio inayojishikililia katika ile sufuria. Itakapolika ni kumaanisha wakati ukiweka, mambo ni mawili, either itakuwa inatoa ile pressure, ama itakuwa ni yenye kuwa haitakuwa inashikilia tight katika ile sufuria, so ambapo inakuwa ni health hazard. So ni muhimu kuangalia kwamba zile edges ziko sawa, na wakati unapofunga ile sufuria yako inaweza kuwa ni yenye kujishikilia bila kuachilia. Kitu kingine ni ile rubber seal ambayo iko na ndani. Make sure ile rubber seal yako ni yenye kuwa na, yani iko sawa, haijalika na pia haijakatika. Na cha muhimu kabisa ni ile knob yako ambayo ni control pressure. Make sure wakati unapoiweka unaingiza mpaka ndani kama jinsi unavyoona, utasikia ile sauti ambayo imetoa imeweza kujilock. Usiwe ni mwenye kuiekelea juu. Unapoiwekelea juu bila kuiweka kwa ndani kabisa ukasikia imelock, wakati itakapokuwa inatoa pressure itaweza kurusha ile nini yako. Alafu jambo la mwisho ni kwamba tuseme mathalan umeweka knob yako, umetumia ile sufuria. Kwanza kabisa unapoweka ile sufuria una make sure unaisukuma mpaka unasikia imefika mwisho, inatoa ile sauti kama ya kulock. Na wakati itakapolock ile pressure cooker yako, mathalan umetumia, utasikia kwa lugha zingine watu wanasema imepiga filimbi 2 ama filimbi 3. Ukisema filimbi 2 wakati utakapokuwa umepika, in the first instance utapata kwamba ile knob yako iko chini. Ukiendelea kupika, at some point huwa inajiinua juu kama jinsi unavyoona. Ikiinuka juu ina release pressure. Ikirelease pressure utasikia inatoa sauti ya ni kama kitu kama vile kitu kimetoa hewa, yani utasikia kinatoa ile sauti ya kama hissing, ile inatoa pressure ile kabisa. So inapokuwa ikitoa ile pressure, ukuwe careful usikuwa umekelea pengine ni mikono, ama pengine kama ni operation ya kitchen kama unatumia jikoni, usioni kwamba hapa karibu umeweka mkono, sababu itakapotoka huwa iko na moto sana. So una make sure wakati inainuka juu hakuna kitu kiko around. Na mwisho kabisa tuseme ulikuwa unataka filimbi 2, imeinuka, imepiga ya kwanza, itarudi chini, ipige ya pili, ama hata kama ni filimbi 4 kulingana na kile unachokitayarisha. Mwisho unapomaliza matumizi ile pressure yako, pengine ulikuwa unajua kitachukua dakika 20, dakika 25. Unapomaliza kupika
usiwe ni mwenye kufungua, hiyo itakuwa ni makosa. Usiwe ni mwenye kufungua kwanza, una make sure unachukua kitambara, unaweza kushikilia ile sufuria yako, unachukua unaekelea kwa pale, uweze kutoa knob, pressure knob, uwe ni mwenye kuitoa. Wakati utakapokuitoa, na pia kwanza kabisa si lazima uwe ni mwenye kuivuta kabisa kama uko na mwiko wakati itakapokuwa pale, sababu huwa pressure iko high. Assume umepika, umemaliza kupika, umezimia ule moto wako, unaweza kuchukua mwiko ukaweka kwa kando kama jinsi unavyoona, ikiwa chini iko katika hiyo position. So unaweza kuingiza ule mwiko wako kwa chini, ukaileta juu kidogo, utasikia imetoa ile pressure. Itatoa pressure mpaka wakati utakaposikia imepunguza ile pressure. Pengine unakuja katika ile knob, ukiishika ukisikia bado kuna pressure, unachana nao, utawacha mpaka ile pressure ipungue kabisa, uweze kutoa ile knob, uiweke kando. Na muda unapoiweka kando, kumbuka bado kuna mvuke pale ndani. Hata wakati utakapokuwa unajaribu kufungua, utapata kuna ugumu fulani wa kufungua. So utaiwacha i-release ile pressure pamoja na ule mvuke ulioko pale ndani, mpaka wakati utakapokuwa ukikaribisha kidole kwa hapa karibu, utahisi kwamba hakuna mvuke kwa wingi, yani imepunguza ile pressure. Then the last step ambapo tutakuja ni wakati wa kufungua ile pressure cooker yako. Wakati utakapokuwa unajaribu kufungua, kulingana na ile model ambayo unatumia ile pressure cooker yako, zingine huwa pengine ziko na lock kwa side, lakini hii utapata iko na ile ya sliding. Ukijaribu kufungua uhisi kuna ugumu fulani wa kufungua, sio kawaida. Kama jinsi unavyoona saa hizi hakuna ugumu wa kufungua. Utakapokuwa unajaribu kufungua uhisi iko na ugumu fulani, usiendelee kufungua, ni kumaanisha bado kuna pressure hapa ndani na mvuke bado uko kwa wingi. So utaweza kuiachilia mpaka iweze kupoa kwa kiasi, then utakuja uslide, ufungue, uweze kutoa, ndio uweze kutoa kile chakula chako. Kumbuka usiwe ni mwenye kufungua wakati sufuria imejilock, usiwe ni mwenye kufungua mpaka pressure itakapoisha. Lau utalazimisha kufungua, haujatoa ile pressure knob, haujawacha itulie, ndio pale unapata utakapokuwa ni mwenye kulazimisha kuifungua, inakuwa ni yenye kulipuka, na pengine inaweza kuleta madhara, inaweza kuvunja vitu katika nyumba, inaweza kukuchoma. So wakati utakapokuwa unatumia pressure cooker, uwe mwangalifu ili isiwe yenye kuleta madhara. So nimeweza kuweka ile sufuria, yani pressure cooker, iweze kupata ule moto kiasi, iweze kutumia mafuta. Na kama ninavyosema, as always, mafuta katika matayarisho ya chakula chochote kile kinachotumia spices, mara nyingi utapata lazima uwe ni mwenye kutumia ile mafuta, na usiwe ni mwenye kunyima mafuta. Unaweza punguzia, lakini ule utamu zaidi unakuja wakati yale mafuta yanapokuwa ni kama mathalan katika matayarisho ya pilau. Kwa kawaida pilau inataka mafuta nyingi. Kumbuka pilau inatumia kitunguu kwa wingi, na ukitaka kitunguu chako kiwe chenye kuiva evenly, yani kiwe si kwamba unapata kuna kitunguu kingine ni kibichi, kingine kimeiva, kingine kime brown, kingine bado, inatakana uwe ni mwenye kutumia mafuta ya kutosha. Jambo la kwanza, yawe ni mafuta yenye kutosha iivishe kile kitunguu. Na ukumbuke mafuta katika mapishi inatumika kama tuseme kama medium ya kutransfer utamu kutoka katika kiungo kimoja kwenda kingine. Wakati unapokaranga kile kitunguu chako, kumbuka ule utamu unaingia katika yale mafuta. Na kile kitunguu pia bado pengine kama ni kitunguu ama ni tomato, yale mafuta pia nashika ile taste. So wakati utakapokuja kuweka tuseme ni mchele ama nyama, ndio ile taste tena inaweza kutoka katika yale mafuta tena iingie katika ile nyama. So ukinyima mafuta katika chakula chochote, kumbuke kwamba utamu hauwezi kuwa sawa kama chakula ambacho kiko na mafuta ya kutosheleza. At the same time, usitumie mafuta mengi kupita kiasi, sababu huwezi jua katika wale wanaotumia, pengine kuna wale wanaotaka mafuta na kuna wale wasiopenda mafuta kwa wingi. Na pia katika mapishi haya utapata asilia kuna wale wanaotumia pilipili, lakini huwa hazipasuliwi zile pilipili, huwa zinawekwa zikiwa nzima nzima wakati utakapofika kuweka zile pilipili. Kwa leo tujatumia pilipili, yani zile pilipili za kuwasha, yani green chilies. Tumeweza kutumia zile pilipili hoho in place of, but haiwi kama vile utakavyotumia pilipili. Na mafuta yameshika moto, tutaweza kuweka
kile kitunguu ndani. Na tuweke medium heat. Kumbuka wakati unakaanga kitunguu, unaweka moto wa juu kwanza. Mafuta yakishika moto, ukiweka kile kitunguu usikikaange na moto wa juu sana, kikaange na moto wa wastani, yani wa katikati, si wa wastani sana, ili kiweze kuiva evenly na at the same time kisiwe ni chenye kuungua. Na ile test ya kile kitunguu wakati unakiivisha na moto wa katikati ni tofauti na wakati unakiivisha na moto wa juu. Lau kama tuseme ingekuwa tunakaanga kitunguu kama cha biriani, unatumia karai, umeweka yani ile pan ile kubwa, yale mafuta yatakapokuwa mingi, unaweza kuweka moto mwingi ukaange kile kitunguu, kikaange. Ukiona kiko karibu kuelekea kuiva, mambo na mawili, either unaweza kuwa na pengine kama uko na kijiko ambacho ni kikubwa, uweze kukitoa kwa mara moja kwa haraka kisiweze kuungua. Kumbuka ile period ya kitunguu kuwa brown na kuungua huwa ni kidogo sana. So ukipunguza moto sana wakati unakitoa, kitakuwa chenye kubaki na mafuta mengi. Ukiacha moto mwingi sana, kitakuwa chenye kuungua. Wakati unatoa unapata kuna vitu vingine bado vinaungua katika kile kikaango chako. So lazima uwe ni mwenye kupima ule moto na uwe ni mwenye kuwa na haraka kutoa kile kitunguu. Lakini kwa vile leo tunaivisha kitunguu chetu kwa mafuta ya kiasi, yani we are not deep frying, tutakuwa ni wenye kutumia moto ambao tuseme ni slightly above medium, lakini sio moto wa juu kabisa. Reason, mafuta yakiwa kidogo, kile kitunguu kinakuwa in contact na sufuria, so utapata kwamba kile kitunguu kwa upande wa chini unagusa ile sufuria, kinakuwa ni chenye kuanza kuungua, na upande wa juu ni kibichi. So kwa avoid, unapima moto above medium, na at the same time unakoroga mfululizo, usieni mwenye kiacha kikatuama katika ile sufuria. Naam, kitunguu kishatoka katika ile hali ubichi, hakijaiva, tutakuja tuweke zile whole spices. Kumbuka si lazima utumie zote, kama kuna spices ambazo upendelei unaweza punguzia. Weka zile whole spices na ile ndimu zetu, yani na ile ndimu ndio tuziweke ndani, tuweze kuchanganya. Kile kitunguu kimeanza kuwa brown, so kabla kiive kabisa tutaweza kuchukua zile part mbili, kumbuka, ya pilipili bofu ama pilipili hoho, jinsi watu wengine wanavyoiita. Tutaweza koroga kwanza, niweke zile pilipili bofu ndani, na ile part ya miti ya dania, sio part ya majani but part ya miti, tuweze kuiweka ndani. Tuweze kukoroga. Immediately after tutaweza kufuatanisha na ginger, nitaweka kwa kiasi, alafu baadaye tutakuja tutakapoweka nyama tutaweza kuongezea tena ginger. Niweke saumu, lakini kwanza tukoroge ile ginger. Mara nyingi saumu huwa inapoteza harufu kwa kiasi, so huwa napendelea kuiweka ya mwisho. Tutaweka kitunguu maji kimekaribia kuiva, so tutaweka kitunguu saumu. Kingine tutakiweka tutakapoweka nyama, utakoroga. Hapa ndio ule wakati tunasema uwe very careful, kile kitunguu kisiwe chenye kuungua. Tarudi tuchukue zile spices ambapo tuko na bay leaves, garam, turmeric, paprika na nutmeg, zote in powder form, isipokuwa ile majani ya bay leaves. Nimeweka majani ya bay leaves ndani, tutakoroga kiasi. Tutaweka manjano pia, tutaweka kiasi. Wakati tutakapoweka nyama, wakati wa kuchemka, tutaweza kumalizia ile manjano. So naweka manjano, nimeweka ile garam masala, nimefuatanisha na
paprika, bakisha kidogo, na nutmeg pia nitaweka nusu, nyingine tutaiweka baadaye. Alafu tuweze kukaa na zile tomato zetu kwa karibu. Kumbuka unapoweka zile spices za powder, kama tuseme mathalan umeweka katika moto wa katikati ama moto wa juu sana, ni vizuri uwe ni mwenye kukaa karibu na kile kikangio, zisiwe ni zenye kuungua, na fuatanishe na zile tomato. So nitaweka tu tomato paste kwa kiasi, sitoweka yote. Mbali na ladha, kumbuka tomato paste pia huwa inaongezea rangi katika kile chakula chako. Unapoweka ile tomato paste uwe ni mwenye koroga. Mara nyingi unapata tomato paste huwa ikishika sehemu ya chini ya ile sufuria. Inapoendelea, tutaweka mchele katika kile chombo tuweze kuosha. Haya, mahali ilipofikia, nitakuja na nyama yangu tena yenye kuiweka. Kumbuka mchele wetu tumeweka katika maji. Kama jinsi unavyoona, nyama tumekata mapande makubwa makubwa. Tuweze kufuatanisha na chumvi kwa kiasi. At the same time kumbuke usiweke nyingi sana ili isije kashinda, yani kazidi mpaka tukashindwa kula kile chakula ambacho umekiandaa. Naweza kukoroga koroga. Tunaweza kuweka ginger tena kwa kiasi, sio kwa wingi sana. Na kama jinsi mnavyojua katika mapishi yangu, kitunguu saumu huwa naweka mara 2, na huwa napenda sana kitunguu saumu. Inaweka ladha nzuri katika kile chakula, but at the same time kama tunavyosema inaweka ladha nzuri, ni muhimu ukiivishe, sababu kitunguu saumu kisipoiva huwa kinatoa ladha ambayo si ya kufurahisha. So nitachanganyia ile nyama. Nitaweka maji kwa kiasi. Maji yatakayosaidia kuivisha ile nyama kabla tuwe wenye kuweka ule mchele wetu. Kumbuka nyama ni ya mbuzi tunaotumia leo. Tamalizia ile nutmeg. Niongeze turmeric kwa kiasi katika ile tuliokuwa nao kwa leo, na nyingine tuongezee paprika kiasi. Pengine mtu anaweza uliza, pengine saa zingine, kwa nini huwa hatupatiani viwango to be specific, yani kama vile za chumvi, za spices, za nini, za viungo zile zingine. Nitapatiana mfano na spices, lakini kwanza acha tu ni kufunika ile sufuria, tuiache ipige firimbi ya kwanza, alafu kabla ipige firimbi ya pili, ama ikianza kupiga firimbi ya pili, tutakuwa ni wenye kufungua. First step, wakati unapofunga, kama uweze kutoa ile knob, usifunge, sababu kama pressure pia ni nyingi, ukifunga itazuia pressure, itakupatia wakati mgumu kufunga. So nimeweza kutoa ile knob, na ukumbuke kuangalia ile raba wa ndani iko in place na imeingia katika ile groove yake, yani kwamba ukizungusha unaweza kuona inazunguka bila kusumbua kama jinsi unavyoona. Then uweke na ufunike ile sufuria kama jinsi unavyoona, alafu uchukue, umake sure umefunga mpaka imefika mwisho. Uchukue ile knob yako uweze kuivalisha, na baadaye utaacha moto kwa kiasi. Ikishika moto utapunguzia ule moto uwe ni wenye kuwa wa katikati, yani medium heat. Reason ni kwamba nyama inaiva kwa haraka ukiweka moto wa polepole, whether unatumia pressure cooker ama unatumia sufuria ya kawaida.
nyama inaiva kwa haraka zaidi ukiweka moto wa chini. Usiweke mathalan, unapoweka ile nyama yako katika ile sufuria, usiweke moto wa juu sana, weka moto wa kiasi, ndio inaweza kuiva kwa haraka na inashika ladha vizuri, kuliko nyama inayopikwa kwa moto mwingi, inapoteza ladha na inakuwa ni yenye kuwa ngumu zaidi. Kama jinsi unavyosikia, utasikia kuna sauti inatoa, hata ukiinua kwa kiasi utasikia sauti inayotoa. So hiyo ndio filimbi yenye utasikia tukisema filimbi ya kwanza ama filimbi ya pili. Nitarudilia tena. So hiyo ndio filimbi ya kwanza ama filimbi ya pili, na wakati tunamaanisha filimbi ya kwanza ama filimbi ya pili, yani the whistle, when it goes on once or twice, unaiwacha inachemsha mpaka itakapofika mahali ikipiga ile filimbi, yani kitoa ile sauti kama jinsi ulivyosikia, unahesabu kama filimbi ya kwanza, then filimbi ya pili. So tutaipatia muda, meanwhile tuende kuosha ule mchele wetu. Tutaosha round kama 2 ama round 3 tuweze kutoa ile uwanga kabisa. Mchele wakati utakapokuwa ni wenye kuosha, jua kwanza ni mchele gani unaotumia, sababu kuna michele ambayo utapata hususan sana kwa zile pishori zinazouzwa siku hizi, kama mathalan, si pishori zote, lakini utapata pishori, aina pishori nyingi mpaka siku hizi imekuwa mtihani. Pengine zamani ungepata pishori ya kitambo, ungepata kwamba ukitaka kupika nao pilau ama biriani unapika bila wasiwasi wote, lakini sijui tuseme ni unatolewa katika shamba kabla ukomae, ama pengine wakati unapotoa, unajua mchele unapotolewa katika shamba unafaa umekomaa na baadaye unafaa kuwa kama jinsi ulivyoona. Hiyo ndio filimbi ya kwanza tuliyosema. So kulingana na ule moto ambao umeweka, kama umeweka moto mingi ama umeweka moto mdogo, ukiweka moto mdogo unahesabia filimbi ya kwanza, unahesabia filimbi ya pili, filimbi ya tatu, unaangalia nyama yako kama imeiva ama bado. Kwa leo hatutaki nyama iwe yenye kuiva kabisa, kwa sababu tutaweka ule mchele pale ndani. So tuko tukielezeana mambo ya mchele. Mchele unapotoka shamba unafaa kwanza mchele huu umekomaa. Ni vizuri tukiweza kuelezeana mawili matatu, sababu utapata katika mapishi saa nyingine mtu anashangaa kwamba mimi nimeweza kutumia mchele wa aina fulani pengine na umeweza kuvurugika, yani umekuwa uji, umekuwa wenye kushikana, ama pengine saa nyingine nimetumia mchele mwingine umekuwa mbichi. Sasa katika ile michele hususan pishori inayotumika siku hizi, utapata either sababu pengine ya mtu ya tamaa ya kutoa mchele haraka katika ile shamba, ameutoa mchele kabla ukomae. Na mchele unapotolewa kawaida huwa unaanikwa kwa purposes mbili. Purpose ya kwanza huwa uko na zile, yani yale haijatolewa katika zile pod zake, utapata uko na ile cover ya brown. Wacha nitumie lugha hiyo ndio pengine watu waweze kuelewa, zile husks za juu. So unaanikwa, ukikauka zile husk, wakati unagongwa unaweza kuachana ndio upate ule mchele, the white part ya mchele. Na jambo la pili, ule mchele unapokauka ndio huwa unaweza kukaa kwa muda mrefu bila kuharibika ama bila kuleta madhara katika mwili wa mwanadamu. So wakati unatolewa, saa zingine unapata mchele haujakomaa, umeshatolewa. Jambo la kwanza, kama mchele haujakomaa unakuwa soft hata kabla uanze kuupika. Jambo la pili, mchele unaweza tolewa umekomaa, ukija huku ukianikwa haujakauka vizuri, bado content yake iko juu. Utakapoletwa wakati wa kuuzwa, utapata mchele kama ule, wakati unauosha utapata unavunjika. Kefu utakapoweka kuchemsha ndio unapata unavurugika. So ni vizuri, pengine hii ni advice inayoenda katika wale wenye mashamba, kwamba mnapofanya biashara ule mchele, ezeni kuacha ule mchele ukomae na baadaye muweze kuweka uweze kuoka vizuri. Unapatia wale watu wanaopika ama wapishi jikoni wakati rahisi, yani uwapatie wakati mgumu kuiva ule mchele kama ule. So tutaacha iendelee, kisha piga filimbi ya pili. Tulikuwa tunataka kuipatia filimbi 2, lakini ilikuwa nimeweka moto wa juu. Filimbi ya kwanza ikapiga kwa muda, yani ilichukua muda mfupi, so nitaongezea filimbi 1. Nimepunguza moto na tutaacha iende tena filimbi nyingine 1 ndio uweze kuiva. Filimbi ya pili iko karibu kupiga, tutaweza kuisikia. Umeweza kuona ule mvuke unaopiga katika ule mwiko.
Na hicho ndio kitu ambacho tulisema wakati inapiga ile firimbi, usiwe ni mwenye kukaribia kwenye ile sufuria ama mahali ile firimbi iko. So tutaongezea firimbi moja kwa moto wa chini kabisa, ndio baadaye tuweze kufungua, tuangalie nyama yetu kama imeiva ama kama imefika ile stage. Kumbuka hatutaki kuivisha kabisa mpaka iive, yani iwe soft sana, kwa sababu tutarudi kuweka mchele ndani ile sufuria. Lau kama ni nyama unapika pengine ya mchuzi ama ya nyama nyingine ile, unaweza kuacha iive mpaka mwisho, ambapo utakuwa unapimia pengine firimbi 2, firimbi 3, firimbi 4 kulingana na ugumu wa ile nyama unaopika. Na mathalan ukishamaliza, ukifungua uone ile nyama haijaiva bado, unaweza pengine kama ilikuwa imekausha maji, unaweza ongeza maji, ama kama bado haijaiva unaweza funga vile vile, urudi ufunge ile pressure cooker yako, urudishe ile, uipatie tena time kidogo hiyo ni yenye kuiva. Ni kama vile tuseme sufuria ya kawaida. So tutaiacha ipige firimbi ya 3, baadaye tuwe ni wenye kutoa ile valve control ya pressure ndani, ndio baadaye tuweze kuangalia nyama kama haijaiva ama haijafika ile stage tunayotaka, tutarudi tufunge, tuipatie muda kiasi. Inaashiria kwamba sasa ile pressure imekuwa hali ya chini, yani imepungua, iko chini sana. So utajaribu kufungua. Wakati utakapojaribu kufungua, ukiona kwamba unafungua na unasikia kuna ugumu fulani, ukisikia ule ugumu, unawacha kwanza iendelee kutoa ile pressure mpaka wakati utakapomaliza. So tutaweza kutoa ile valve. So tutawacha kama jinsi unavyoona, kuna ule mvuke unatoka kwa pale juu mpaka tuone ule mvuke umeisha kabisa. Sasa utajua kwamba it's safe kufungua pressure cooker yako. Inaweza kuwa haijaisha kabisa, lakini ukiangalia inatoka kwa upolepole, kwa umbali kabisa, haitoki yani kwa mbio. So wakati umetoa na pressure imeweza kuisha, wakati unapokuja kwa upande huu wa kufungua, utakapokuwa ni mwenye kusukuma, ukisukuma uhisi kuna ugumu wa kufungua, ama yani kwamba ni kama imelock, achana nayo mpaka iweze kumaliza ile pressure yako. Lakini kwa saizi ukiangalia unaweza kusukuma kwa urahisi. So niliweza kuzimia pale ili pressure iishe kwa haraka. Kama unavyoona nyama yetu iko ready. Hatutaki kuivisha kabisa, tunataka ilikuwa ive mild, ndio baadaye iweze kuiva na ule wali wetu tutakapokuwa tunautayarisha. Tutaweka mchele, ilikuwa na maji ya moto kwa kando, tutaweza kuongezea kwa kiasi. Niweke high heat, kufunikia. Sitaweka ile firimbi, nimeweza kupima ile maji yangu, naweza tukufunga kwa upande huu. Na mpenzi mtazamaji, kama jinsi unavyoona nimeanza kujitayarisha, maana najua tumefikia katika ile sehemu ya mwisho, sehemu ambayo wengi wetu tunapenda, sehemu ambayo hata wale wanaopenda kupika, wasiopenda kupika, wote wanapenda sehemu ya kula. Hakuna asiyependa inapofika wakati wa kuandaliwa. Lakini kwanza, kabla ya kuandaliwa, kumbuka tulikuwa tumeweka ule mchele wetu ambao, kumbuka, ikiwa mbichi unaitwa mchele, unapoiva unaitwa wali. So tutaweza kufungulia tuangalie kama umeweza kukausha maji, na kwamba umeweza kukauka, na muda utakapokuwa umekauka tutaweza kuzimia, ndio tuendelee na the next process. Kumbuka kama jinsi unavyoona nimeweza kufungua ile pressure cooker. Sikuwa ni mwenye kutoa ile pressure valve, sababu wakati niliweka wali sikutaka kupika under high pressure, so niliweka pressure pole pole. Na naweza kuangalia, na jinsi ninavyoangalia naona umeweza kukauka yale maji. So kama umekauka maji, tutaweza kuzima moto, tufunike tupatie muda wa dakika kama 10, ili kwa lugha pengine ya Kiswahili tunasema ili uweze kutuama ama uweze
yani yale maji yaweze kukauka katika ule mchele, iwe ni yenye kwenda sehemu ya juu. So tutawacha tupatie muda wa dakika 10 ili tuweze kuserve, na ukumbuke tumezimia moto. Tunapatia baada ya kuzimia moto kulingana na wingi ule mchele unaopika ama unapokuwa wali. Sasa tunasema kulingana na ule unaopita unafaa kupatia time kidogo. Usizime moto na uanze kuserve, hautaweza kuwa serve vizuri, yani hautaweza kuachana. So ni vizuri kupatia time kidogo. So acha tupatie muda dakika 10 turudi tuendelee kuserve. Naam, tumeweza kungoja muda wa dakika 10. Sasa tutaweza kuserve. Nakumbuke kabla tuweze kuserve tulikuwa tumeweza kutengeneza kachumbari on the side. Pengine ukitaka kuona matayarisho ya kachumbari full tuko na episode ambao tumekuwa tukitayarisha kachumbari, so unaweza rudi katika episode za nyuma na uone jinsi tunavyotayarisha kachumbari chetu. Mbali kachumbari pia bado unaweza tumia, kuna ile inaitwa salsa. Tuseme difference ni kidogo sana. Salsa, difference ya kachumbari na salsa huwa ni tuseme ni kachumbari ambacho kimeblendiwa, kinakuwa more, yani kimewekwa katika blender kikaweza kuwa katika yani uzito fulani, si kwamba kimekatakatwa. Kuna watu wanapendelea kisaviwe jinsi kama hiyo. So tutaweza kufluff ule wali wetu. Kama zile ndimu tulizotumia unaweza ziweka kwa kando. Tuweze kutandaza ile nyama yetu pale juu. Kama unavyoona tumemaliza kufanya serving na tukaweza kufanya plating ya kile chakula chetu. Kumbuka ilikuwa matayarisho ya mutton kabsa, mutton rice kabsa, ambacho tulisema origin yake ni chakula kutoka sehemu za Warabuni, yani upande ule ndio origin wa chakula kama hichi. Na mpenzi mtazamaji, pengine kabla tuweze kumalizia finishing remarks, ni kuweza kukumbushana kwamba tukumbuke tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuwe ni wenye kuzidisha ibadat, zile swala zetu, swala za fardhi lazima, sababu bila swala ya fardhi ile saumu yetu huwa sio ya kukamilika, haitakuwa kamilifu. So mbali na swala za fardhi, tuwe ni wenye kukithirisha swala za sunna na pia kuweza kufuata sunna zingine. Tuzidishe kusoma Qur'an na mambo mengine ya khairat, tukaweza kusaidia pengine jirani yako ambaye hana uwezo kwa wakati huu wa Ramadhan, ili pia yeye awe ni mwenye kupata kile, yani aweze kupata kitu kitakachomsaidia kuweza kubreak ile fast yake, yani wakati wa kufungua mwadhini na wakati wa kufuturu, ili ajumuike na pia awe ni mwenye kujisikia ni mwenye furaha kwa wakati huu wa Ramadhani. Na mpenzi mtazamaji, tumeweza kufika mwisho wa kipindi chetu. Kumbuka ulikuwa nami Ahmed Omar Hassan kutoka Medi Dishes, na tutawasisitiza kwamba tutaweza kuasisitiza muzidi kuwa nasi katika vipindi vitakavyofuata ili uweze kufaidika kutokana na zile recipe tutakazo post. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.